Karibu sana katika kipindi chetu cha Mixing and Mastering by Drill Pro wa 0719000689 kama unavyoona nambari zikipita hapo chini ya screen yako. Tunafanya mixing and mastering katika kipindi hiki kwa udhamini wa Elia Mwasika Production kutoka Majengo, Chunya, mjini Mbeya. Na leo ni siku ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2026, mwezi wa 3, tarehe ya 18, siku ya Jumatano, tukiwa tunaanza kipindi chetu cha Mixing and Mastering kwa awamu nyingine, season 2. Naam, sasa siku ya leo tunaanza kipindi chetu cha Mixing and Mastering kama nilivyosema, kwa udhamini wa Mwasika Pro kutoka pale Majengo, Chunya, Mbeya. Na nitakuwa na sample hii ya wimbo mpaka itakapoisha, mpaka itakapotoka, mpaka kwenye mastering. Kwa mpaka tuimalize hii nyimbo, nina imani unayesikiliza na kutazama utakuwa umeelewa. Na mahali ambapo utakuwa una swali hujaelewa, unaweza cheki kwa nambari hizo WhatsApp au kwa call au kwa ujumbe, kisha tutajua namna ya kuyajenga na tutafanya mambo mazuri. Wimbo huu tutakaotumia ni huu hapa. Amefanya Mungu hivi nilivyo, amenitendea Mungu. Hapa nilipofika amenifikisha Mungu. Kwanza na changamoto zingenirudisha nisingefika, lakini kwa sababu ni Mungu, ni Mungu nimefika. Kama ulivyosikia, wimbo wenyewe ndio huo. Tutaufanyia mixing na kisha tutaufanyia mastering, kipengele hadi kipengele. Katika kufanya mixing, kama unaandika, andika mambo haya. Jambo la kwanza, huwa mara nyingi tunafanya arrangement. Arrangement hii huwa inafanyika kwenye mziki, lakini pia arrangement huwa inafanyika kwenye vocal. Manake unapangilia kwamba muziki wangu nataka uanze hapa, kisha uende hivi, na baadaye uishie hapa. Labda intro ikae hivi, kisha sehemu za free beat vinanda vipige hivi, kisha baadaye aingie solo au leader. Hiyo ndo arrangement ninayoizungumza. Sasa mimi siku ya leo nitaacha vipengele viwili ambavyo si muhimu kwa mujibu wa mdhamini wangu Mwasika, mambo ya kugrupu muziki na kugrupu vocal. Mimi nimepewa kazi ya kufanya mixing ya vocal na sitafanya mixing ya muziki. Sasa nitakuwa nimeacha vipengele viwili, cha arrangement na cha kufanya grouping. Na
Hiki kipengele ninakiacha kwa sababu tuna project ambayo tumeiuza kipindi cha nyuma na tulitangaza kwamba tunaiuza. Kwa yule anataka kurekodi kupitia Cubase, tuna project ambayo inauzwa, ambayo yenyewe imeshafanywa arrangement ya kila kitu, namna ya kwanza kurekodi mpaka imefanywa grouping ya zile tracks za mziki na tracks za vocal. Kwa maana hiyo sisi kipengele cha arrangement na cha grouping tunakiacha, tunaenda kipengele cha balancing. Kipengele cha balancing sasa, hapa nitagusa kidogo kwenye mziki pia. Kabla hujaanza kufanya mixing, lazima ujue kwamba lazima mziki wako uwe umebalance, na hili ndo group la mziki. Hili ndo group la mziki na mziki wangu ni huu hapa. Wenyewe umeshafanywa mixing mziki, lakini sasa nataka ni ubalance ili unisaidie kufanya mixing ya vocal. Mziki wangu una gitaa la bass, mziki wangu pia una gitaa la solo. Kwa wale ambao wanahitaji pia kupigiwa gitaa za bass na solo, tunafanya hicho kitu, unaweza kutucheki. Sasa huu mziki wangu kwenye gitaa la solo nasikia kuna noise kidogo. Sasa nitajuje mziki wangu umebalance au haujabalance? Hapa nazingatia kwanza ninafanya mixing kwenye mziki, japo sifanye mixing ya mziki hapa, lakini najitahidi angalau kick na bass vionekane, na nitahakikisha kick hii velocity yake imejaa. Sasa hapa naangalia hii mita yangu, final mita ya stereo. Sitaki iwe ina peak sana huku juu, nataka nitengeneze headroom kwa ajili ya kupata kile ninachokitafuta. Hapa nashusha kidogo mziki.
Hapa mziki wangu umekaa vizuri kwa sababu tayari na uona kwenye kipimo ambacho mimi huwa nakitumia. Huwa sitaki ivuke haka kanobu haka, na haka huwa sikashushi wala kapandisha, huwa kanabaki 0 hivyo hivyo kwenye output. Shusha kidogo hapa. Lengo la kushusha mziki hapo kidogo ni kutengeneza headroom ambayo itanisaidia nikiadi plugins zireact kwenye either mziki au vocal. Sasa kwenye upande wa mziki nimemaliza. Naenda kipengele cha vocal. Kumbuka hiki ni kipengele cha balancing. Sio mimi, sio nguvu zangu. Sasa kipande cha kubalance kwenye vocal nitakifanya mwishoni zaidi. Hapa mwanzoni nagusa tu kidogo, hasa kwenye kipengele cha kuitikia hapa kwenye chorus. Hapa nitabalance sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ni rehema, ni huruma, mimi. Hapo utatumia sikio lako kujua kwamba unataka sauti gani iwe kipaumbele, imekaa vizuri kama mimi nitakachokifanya hapa. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Naweza kuzima mziki ili nisikie sauti vizuri. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Ni neema. Nataka ipande kidogo hii. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Kuna sauti iko chini kidogo. Ni rehema. Yeah. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Ni neema, ni fadhili za Mungu, mimi kufika hapa. Ni rehema, ni huruma hapa. Sauti zangu zinakuwa zimebala. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Ni neema, ni fadhili za Mungu, mimi kufika hapa. Kisha baada ya hapo ninahamia kipengele kingine cha pili. Nilikuwa kipengele cha tatu ambacho kwa leo ni cha kwanza cha kubalance, lakini sasa nahamia kipengele cha 4 ambacho kwa leo ni cha pili ambacho ni cha kuadi plugins. Leo nitaadi plugins 2 tu au 1. Kisha nitakuacha ufanye mazoezi katika hivyo vipengele nilivyopitia hapa. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika. Plugin ya kwanza ambayo nitaadi kitu kinaitwa compressor. Unaweza kutumia compressor yoyote ili kupata matokeo. Mixing, kila mtu ana mixing yake na ana matokeo ya kwake. Na ukipenda mixing za drill, basi ukitaka kupata matokeo yale yanayofanya drill,
Fuata maelekezo haya, utapata matokeo ambayo unaweza kuwa unayasikia kwenye kazi zangu. Na group langu la vocal ni hili hapa. Ni rehema, ni huruma. Sasa kuna watu wanafanya mixing kupitia group kwa sauti na readers peke yao, lakini mimi ninaanza kwanza na hiyo overall group. Ni rehema, ni huruma. Sasa hapa ninaweka plugin, nimesema inaitwa compressor. Natumia compressor yoyote, lakini kwa leo nitatumia hii hapa. Kisha baada ya hapa nitaiseti. Una seti vipi sasa compressor? Kitu cha kwanza, attack. Hii attack naweka 45. Ni rehema, ni huruma. Uwezo wa sauti zangu kushikwa. Tuna compress ili ya kwamba kuna zile punch zilizopitiliza ziwe fixed, angalau kulevel sauti, lakini pia tunazikaza sauti zisiwe zimenyong'onyea wala kulegea. Baada ya hapo natengeneza ratio ambayo nataka sasa ziwe zina punch na kuachia. Naenda kwenye ratio hapa, kwa natengeneza 5. Ni rehema, ni huruma, mimi. Utagundua kama zimeshikwa sana, yani hazijiachii. Naongeza kwenye makeup hapa, huwa napenda kuweka 13. Ni rehema, ni huruma. Sasa hapa unavyofanya hivi, cha kuzingatia ni kuhakikisha inavyofanya kazi hii compressor. Na wakati nimesha seti hivi, nachoanza kucheza nacho sasa, baada ya kutengeneza ratio yangu, attack na hiyo makeup, ni kuanza kucheza na volume ya vocal. Yani nafanya hivi, niko na dili na kipande hichi kimoja, kwa sababu unavyofanya mixing huwezi kudili na vipande vyote. Unatengeneza sample, na sample nzuri ya kuanzia unavyofanya mixing kupitia overall group ni hii ya kusample kwenye kiitikio. Ni rehema, ni huruma. Sasa nimesha seti hivyo, kisha ninaanza kupunguza. Unaona kama imezidi. Ni rehema, haitakiwi hapa ipite hii mshale. Hautakiwi unavyo compress uvuke mpaka uzikamate sauti zenyewe zisisikike vizuri. Ni rehema, ni huruma. Sasa ninachokifanya hapa ni kushusha volume. Kumbuka nime highlight hizi sauti zangu zote hivi. Baada ya ku highlight sauti zangu zote, naanza kupunguza. Ni rehema, ni huruma. Na utagundua kitu kingine kwamba imecompress kupitiliza, kwa sababu kumbuka mziki hapa haulii, lakini kwenye stereo out unakuta ni rehema, imedistort. Sasa naanza kuibalance kama nilivyokuwa na balance mziki, ishuke kidogo. Ni rehema, ni huruma. Mimi kufika hapa, neema imenibeba. Ni fadhili za Mungu, ni fadhili tu. Mimi kufika hapa, ni rehema, ni huruma. Mimi kufika hapa, neema imenibeba. Ni fadhili za Mungu, ni fadhili tu. Mimi kufika hapa, ni rehema, ni huruma. Mimi kufika hapa, neema imenibeba. Ni fadhili za Mungu, ni fadhili tu. Mimi kufika hapa. Sawa. Hapo kumbuka nilikuwa na balance hizo vocal zangu wakati nimeweka hiyo plugin ya compressor, kwa sababu baada ya kucompress zikaburst na then zikavuka kipimo cha stereo out. Kwa hiyo nilichokuwa na kibalance hapa zisivuke kipimo changu cha stereo out. Ni rehema. Sasa utagundua kwamba hapa hazipiki kuvuka hapa,
lakini zimepitiliza hapa kidogo, tofauti na mziki niliuweka level hii au chini kidogo ya hapa, ili ya kwamba utakapoweka kwenye speaker mziki wako uwe umebalance na sauti. Kuna ile unatoa mziki unakuta mziki umezidi kuliko sauti zimefichama ndani au sauti zimetoka sana. No, sauti zinabidi ziwe juu ya mziki kidogo, lakini ndani ya mziki. Ni rehema. Kumbuka kuna kipengele ambacho nimekiacha pia, kipo ndani ya zile project za mwanzo, ambacho kipo kwenye grouping na kwenye kuarrange kule, kinaitwa panning. Panning ni mimi nishaifanya, kwa sitafanya kwa wakati huu kwa sababu panning ni kipengele ambacho kipo kwenye zile project ambazo kama utainunua utakuta panning tumeshazifanya kwenye project nzima. Ni rehema, ni huruma tu, mimi kufika hapa. Neema imenibeba, ni fadhili za Mungu, fadhili tu, mimi kufika hapa. Baada ya kubalance hivi sasa, nimeshamaliza kwa siku ya leo, naishia hapa. Nikukumbushe tu kwamba ili ufanye mixing nzuri, hakikisha umechukua vocal vizuri, mwimbaji umemtrain vizuri, aimbe kitu kizuri. Yaani usifikirie kutengeneza kitu kupitia material mabovu. Tamani kwamba mwimbaji wako afanye kitu kizuri. Kama producer, jiongeze namna ya kufanya kitu kizuri. Zingatia mpangilio wa vocal. Sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, soprano, sijui alto na tenor. Sawa, zingatia hivyo vitu, utafanya kazi nzuri sana. Na hapa sikiliza sasa, baada ya kubalance na kuweka hiyo plugin moja kwa siku ya leo ya compressor. Chukua hilo zoezi, fanya mwanzo mpaka mwisho. Penye changamoto tuwasiliane. Hii imedhaminiwa na Masika Pro. Sio nguvu zangu, sio maarifa yangu. Hapa nilipofika amefanya Mungu, hivi nilivyo amenitendea Mungu. Hapa nilipofika amenifikisha Mungu, sio kwa sababu ni mwema mimi, ila amenihurumia. Si kwa sababu nimetenda mema kuliko wengine, ila ni neema amenisaidia. Mungu amenitetea, Mungu amenisaidia, Mungu amenitetea, Mungu. Pengine ingekuwa kwa nguvu zangu nisingefika, ingelikuwa kwa uwezo wangu nisingefika. Sauti ya adui ingenirudisha nyuma nisingefika. Vikwazo na changamoto zingenirudisha nisingefika. Lakini kwa sababu ni Mungu, nimefika. Ni rehema, ni huruma, mimi kufika hapa. Neema imenibeba, ni fadhili za Mungu, fadhili tu, mimi kufika hapa. Nakushukuru sana, na usichoke kufuatilia kipindi kingine, kipindi kijacho. Really tunasema ishi ndoto yako.